Israeli wako mpaka leo, pia yawezekana Bani Hashim wako mpaka leo, lakini tu awe Bani Hashim awe si Bani Hashim, mpaka awe ameshika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa miaka miwili, na hapa ilikuwa ndio lengo kubwa la kumjua mwana Zainab. Baada ya hijra ya miaka miwili kulitokea vita vya Badri, vita ambavyo Waislamu walipata ushindi mkubwa sana, wakaua makafiri 70, wakateka makafiri 70. Vilivyotokea vita hivi, Abul Aas alikwenda katika upande wa makafiri, mwana Zainab akaingia katika dhiki sana, akasemaje? Rabbi zawji wa abi, akainua mikono asema rabbi zawji wa abi, Mola wa mume wangu na babangu, akiombea babake ashinde, huenda mume wake akauawa, na hawezi kumwombea mume wake ashindwe ili babake auawe, kwa sababu yule ni Rasulullah na bado yumpenda mume wake. Akawa aomba nusra imfikie babake, lakini aomba nusra pia mumewe asiwe ni katika wenye kuuawa. Vita vilipoisha, habari zikaja nzuri kwa mwana Zainab. Habari iliyokuja ni kwamba mwana Zainab radhiyallahu anha aliletewa habari ya kuwa Waislamu wameshinda na mumeyo hakuuawa, yuko hai, lakini lazima umtolee fidia, ameshikwa mateka. Mwana Zainab radhiyallahu anha mali alionayo ili kumtoa mume wake, kumtolea fidia mume wake aachiliwe, akapeleka mkufu wa dhahabu, ukafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akaushika mkufu ule. Alipoushika akauangalia vizuri sana, akaonekana Mtume sallallahu alaihi wasallam machozi yamtoka. Watu wakashangaa, ameshika mkufu huyu na machozi yamtoka. Akasema huu ni mkufu wa mwana Khadija aliyompa mwana Zainab siku aliyoolewa na Abul Aas. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, in raaitum an tutliqu laha asiraha wa taraddu alaiha malaha faf'alu, ikiwa mwaweza kumwachilia mateka wa mwana Zainab Abul Aas mumewe na mkufu wake mkamregeshea, fanyeni hivyo, itakuwa vizuri. Masahaba wote wakasema naam ya Rasulullah, tumekubali, muachilie Abul Aas na mregeshe mkufu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kwa Abul Aas, akamvuta kando, akamwambia, wewe bado hujasilimu, lakini una sifa ya kutekeleza ahadi. Kwa hivyo mimi nakuomba ukifika Makka niletee binti yangu. Ukifika Makka niletee mwenyewe binti yangu. Hairuhusiwi tena kubaki na wewe. Uislamu umeleta hukumu ya kuwafarakanisha kati ya mume akiwa ni kafiri na mke ni Muislamu. Ndoa hapo hakuna tena. Kwa hivyo nakuomba, mimi nakuachilia uende zako, utaniletea binti yangu? Akamwambia naam. Akamwambia basi mimi namtuma Zaid ibn Haritha, atakusubiri mahali fulani kiasi ya kilomita 8 kutoka Maka. Mchukue Zainab, umpe Zaid ibn Haritha anilete. Abul Aas akarudi. Alipofika Maka, mkewe Zainab akafurahi sana. Abul Aas akamwambia,
usifurahike zaidi ya hivyo, kwa sababu mimi na wewe natarajia tushatengana. Akamwambia, kwa nini tumetengana? Akamwambia, babako ameniomba nikuregeshe, nikupeleke Madina ili tufarikiane mimi na wewe. Zainab akasema sawa. Ikaandaliwa safari. Hakwenda yeye Abul As, alimwakilisha ndugu yake Kinana bin Rabi'. Akamwambia Kinana, mchukue binti Rasulillah umpeleke mpaka mahali fulani. Ukifika hapo utamuona Zaid ibn Haritha. Ukimwona Zaid ibn Haritha, muachie Zainab, kwa sababu Zaid ibn Haritha ni ndugu yake Zainab. Zaid ibn Haritha alikuwa ni ndugu yake Zainab kwa tabanni. Waarabu walikuwa na tabia ya kujibandika mtoto, na Zaid ibn Haritha ni kijana aliyeibwa na vita vya Kiarabu vya kikabila, akaja akauzwa kwenye soko ya Ukadh. Hakim bin Hizam akamnunua Zaid ibn Haritha sokoni, akaja akampa khalati yake Mwana Khadija kama zawadi. Mwana Khadija alipoolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimchukua Zaid ibn Haritha akampa Mtume kama zawadi akiwa ni mtumwa. Ammi yake Zaid na babake Zaid wakawa wamtafuta, wakapata habari yuko Makka ameuzwa, wakaja kumkomboa kumtoa katika utumwa. Walipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, siwezi kumlazimisha mtoto arudi na nyinyi, kwa hivyo muulizeni Zaid, ikiwa ataka kuwafuata nyinyi awafuate, kama hataki muache. Zaid alipoulizwa na babake, utatufuata sisi au utabaki ni Muhammad? Akasema, mimi nitabaki na Muhammad. Sijawahi ona malezi niliyopata hata kwa babangu, sijapata malezi kama niliyopata kwa mtume, kwa hivyo mimi nitabaki na Muhammad. Babake akamwambia Zaid, wachagua utumwa kuliko mimi babako? Akamwambia naam, utumwa wa mtu huyu si utumwa kama Waarabu wengine wanavyojua. Mtume alipomuona babake alivyosikitika, alimchukua Zaidi na babake na ammi yake mpaka Al-Kaaba. Akasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Zaidi minni, Zaidi ni katika mimi, atanirithi, nitamrithi akifa. Hiyo ilikuwa inaitwa tabanni. Ikabadilishwa jina ikawa sio Zaid ibn Haritha, akaitwa Zaid ibn Muhammad. Mpaka wakati wa ndoa ya Zainab binti Jahsh, ndio Mwenyezi Mungu akasema, makana Muhammadun aba ahadin min rijali, Muhammad si baba wa yoyote, si baba wa Zaid. Hukumu hii ya tabanni ikavunjwa Madina miaka ya hijra. Kwa hivyo bado sasa hivi Zaid aitwa Zaid ibn Muhammad, na ni Zainab binti Muhammad ni ndugu yake. Kwa hivyo Mtume alimtuma Zaid akamchukua Zainab kutoka kwa Abul As. Zaid ibn Haritha akawa mgoja katika Batnu Ya'juj, mahali ambapo ni kilomita 8 kutoka Maka mpaka hapo. Kinana bin Rabi' akamchukua Zainab mchana, akatoka naye kwa dhahiri kabisa. Makuresh walikuwa wanahamu walipize kisasi, hasa Hindu binti Utba radhiyallahu anha, alikuwa bado hajasilimu hapo. Hindu alisilimu fathi Makkah. Hata siku aliyosilimu Hindu wakati wa bai'a, Mtume akiwapa bai'a huwahesabia usizini, usiue. Hindu alipokuja Mtume akamwambia usishirikishe, akasema ndio maana nikasilimu. Usiue, akamwambia usiue watoto wako. Hindu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, rabbainahum sigharan wa qataltahum kibaran, si tuliwalea wakiwa wadogo, walipokuwa wakubwa wewe ndio ukawaua. Na ilikuwa mtoto wake ameuawa siku ya vita vya Badr. Kwa hivyo Hindu alikuwa ana hasira sana, kwa sababu babake aliuliwa
ammi yake aliuliwa, mtoto wake aliuliwa, na mtoto wa mumewe Handhala bin Abi Sufyan aliuliwa Badri. Kwa hivyo nyumba yake ilikuwa imeuliwa watu wanne, ana hasira sana. Walipomwona Kinana bin Rabi'a amembeba Zainab juu ya ngamia na yuwatoka naye, wakamtuma bwana mmoja aitwa Hubar ibn al-Aswad al-Asadi, akamwambia nendeni mkamuue Zainab. Wakamngojea njiani. Sasa Zainab alipopita, wakamrushia mishale ili wamuue mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mungu akamuokoa. Vyembe vikampata ngamia, na ngamia akaruka, na ngamia ni mnyama yuko juu. Zainab akaanguka kutoka juu ya ngamia. Kwa bahati mbaya hakuangukia chini, aliangukia kwenye mwamba, kwenye jiwe kubwa, na alikuwa ana mimba changa. Kuanguka juu ya ngamia na mwanamke ana mimba changa, mimba yake ikatoka na akamwaga damu nyingi sana. Kinana bin Rabi'a akatoa vyembe vyake akaanza kuwarushia, wakakimbia. Akawaambia, yule atakayekaribia, hata kama mimi siko katika dini ya babake huyu, lakini yuko chini ya dhamana yangu, na atakayekaribia na muua mimi. Abu Sufyan akamwambia Kinana, kufa anna nablaka hatta nukallimu, hebu tulia tuzungumze kwanza. Akamwambia, njoo tuzungumze. Akamwambia, rudi na Zainab. Wewe umeona watu wameuawa Badri, na watu wana hasira na wana chuki, kisha watoka na mtoto wa Muhammad mchana, watu watamwacha kweli? Wewe rudi naye kwanza, ukae naye mpaka hasira za watu zipungue kidogo, kisha utampeleka. Lakini wakati huo Zainab radhiallahu anha hana raha, kwa sababu mwanamke kuanguka juu mpaka mimba itoke, wayukoje? Bila shaka ameumia sana. Na makafiri, ndugu zangu Waislamu, na hili Waislamu hawataki kulielewa, lakini watalielewa tu, ni maadui zetu. Hawa makafiri unaowaona hawa ni maadui wa Uislamu, na usidanganywe kwamba mmoja wao ni rafiki yako, akutuma nenda katukue habari kule uniletee, ukaona huyu nasibo masahaba ridwanullahi alaihim walivyokana makafiri. Masahaba walikuwa kikana makafiri wakiwajua hawa ni maadui na ni washenzi hawa, na waweza kumaliza Muislamu wakati wote. Nataka niwape mfano mmoja tu ambao uko katika tafsiri ya Ibn Kathir, mfano ambao Sayyidina Umar radhiyallahu anhu aliwatawala makafiri wa Sham, akaandikiana nao mkataba, waliokuwa makufar dhimmiyin. Tuangalie mkataba wa Umar, na umo katika tafsiri ya Ibn Kathir katika surati Tauba. Pengine mtashangaa, katika kutafsiri aya inayosema qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum